Tupo katika studio za High Table Sound na kama ulivyoshuhudia kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na taarifa ya studio ya Barnaba kuungua moto, tumefika hapa kwa ajili ya kujionea na kufahamu sababu za moto huu hasa ni nini, na tunaye brother hapa, yeye atajitambulisha anaitwa nani na atatueleza chanzo cha moto. Mama vipi bro? Bwana shwari kabisa ndugu. Pole sana. Tushapoa ndugu yangu, matatizo si unajua ndo binadamu tumeumbia. Kabisa. Okay, sawa. Tumeona tu kwenye mitandao lakini pia hatujui sababu cha chanzo cha moto hasa ndiko nini. Sababu kuu ni nani? Umeme. Umeme ndo umesababisha hiyo. Okay. Ni shoti ya umeme. Yaani moto tu unaonekana jinsi uanza kuwaka, lakini sababu kuu ni umeme, kwa sababu hamna mtu yote ambaye ndani tuseme anavuta anafanya nini, kwa hiyo hivyo. Sasa ni mligundua sehemu gani pameanza kuungua moto sana sana? Hapo kuna kugundua mimi nilitoka kidogo. Lakini wapo watu ambao pia walikuwepo mbele waona moto unawaka na waliwahi kutoka nje kwa ajili ya kutoa taarifa, lakini moto uliwahi kushika faster kwa sababu studios unajua kuna kuwa na booth zile ambazo zinatumia sponge, kuna vitambaa, kwa hiyo mbao nini, kwa hiyo ndio maana moto ukawahi kushika kwa haraka. Kitu gani ambacho kimeungua? Labda pengine kuna vitu ambavyo vimepoteza sana. Vitu vimeungua ni vingi sana. Yaani kiukweli ukisema uanze kuvifikiria yani hela nyingi sana. Inaweza kufika hata milioni 70, inaweza kufika, kwa sababu hii studio imebadilishwa juzi tu. Unajua ilikuwa haijafanya marekebisho muda mrefu, kwa hiyo juzi mzee alipata fuba lake akaona sio mbaya naifanya marekebisho. Ukiona hata nje pia imebadilishwa, kwa hiyo katika kubadilisha vimenunuliwa vitu vingi vipya vya studio. Kuna laptop yamenunuliwa mapya, alikuwa kama laptop kama 3 hivi zimenunuliwa mpya. Zimenunuliwa, kuna mixer, vitu kibao yani vimenunuliwa ambavyo vyote vimeteketea huko ndani. Kwa hiyo ukija kuangalia hesabu iliyotumika hapo yani inalenga huko. Okay. Kwa hiyo unajua mtu anaweza kumuona Barnaba pale analia, lakini ashinde kuelewa kiasi gani ambacho kimetoka kutumika hapo. Alafu sio siku nyingi, yani nikisema juzi yani hazijafika hata wiki 2 hazijakatika nafikiri. Okay. Kwa hiyo una maana kwamba tangu imerekebishwa hata wiki 2 haijafika, yani hata wiki 2 haijafika. Yani ni juzi tu hapo, yani juzi tu studio imeisha. Yani juzi ukiangalia kama mtu alishawahi kuiona High Table Sound wakati ipo ndani, ukiangalia nyuma kwenye post ya Barnaba za 2-3 zilizopita, utagundua kama kuna marekebisho makubwa yamefanyika, kuanzia ni kitambaa, kila kitu, yani booth zile sponge, kila kitu kimebadilishwa, ni kipya, yani nikwambia kipya bro. Yani noma, mimi mwenyewe imeniuma sana, imenipeni sana, yani imeniuma kiasi ambacho yani siwezi kuelezea sana, lakini ni noma sana. Sasa unasema ulikuwa umetoka na Barnaba naye alikuwepo mitaa hii maana? Hapana, Barnaba hakuwepo kwa sababu pia kesho tulipanga kuna tukio letu ambalo linaenda kutokea la High Table Film, lakini tutaangalia Mungu atatuamsha kesho, na kama uongozi ukitoa neno basi tutafanya kinachotokea hapo kesho, lakini kwa hiki kilichotokea leo ni noma sana, kimetuumiza sana, na tupo tunafikiria namna gani ya kuendelea kuseto, lakini kuanguka sio ndo mwisho. Kwa hiyo tunaweza tutaanguka, lakini Mwenyezi Mungu atajali, anaamini kwa uwezo wake. Okay. Itakuja kikubwa zaidi. Sasa umesema kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeungua, labda kuna baadhi ya vitu ambavyo mmefanya jitihada zozote za kuokoa, labda monitor speakers? Hapana, yani studio hapa ofisi zipo mbele. Kuna ofisi ya mwenyewe mzee anakaaga, ambao ni studio ambao watu wanaedit pia wanafanyaga kueditia movie. Alafu pia ukiachana na hiyo studio ya nani ya kueditia movie, kuna studio ambayo yenyewe sasa ambao sisi wenyewe vijana hapa ambao ndio tunaitumia. Mimi kama Bamboy, kuna Molaobo, kuna kina Dosh, kina nani, wote waga ndio tunarekodia na pilika zetu zote zinaishia hapo. Kwa hiyo sasa ndio ilikuwa na vitu vingi vikubwa. Yani vitu vingi vikubwa. Yani nikikwambia vitu vingi noma sana basi, noma sana. Sawa, na moto haujaathiri mtu yote, si ndio? Cha kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, hamna mtu aliyeathirika, yani kwamba kuumia, wala hamna mtu yote aliungua. Mungu ni mwema kwa kweli, ila athara ndio imepatikana kubwa sana. Okay.
Sawa, poleni sana. Asante sana. Shapoa ndugu yangu. Okay. Na watu ni wengi. Brother, poleni sana. Ndio, salama. Damo City. Mara moja tu dada. Sawa dada. Uko sawa? Tuko High Table Sound HQ kama ulivyoona taarifa kwenye Instagram account ya Barnaba kwamba studio imeungua, na hapa tuko na msanii wake Mula Obio, na yeye pia alikuwepo tangu tukio linaanza. Mula, pole sana. Kwanza asante sana, nashukuru. Wakati tukio hili linatokea, wewe ulikuwa studio au ulikuwa maeneo ya studio? Mimi nilikuwa ndani kabisa studio. Nilikuwa na producer, tuna producer wetu ambaye anaitwa V. Kwa hiyo tulikuwa naye tumekaa ndani. Na mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuona moto. Kwa hiyo hapo studio kuna coach ambaye ukikaa unakuwa unaiona main switch mbele na mlango. Kwa kwenye ile main switch ya umeme pembeni kwa juu kuna nice nyaya ambazo zinatokea juu moja kwa moja kwenye umeme, au ni ndani ya zile sponge ambazo tumetengenezea material ya kutengenezea studio. Kwa hiyo nilikuwa nimeona moto umeanza kureflect pale. Kwa hiyo nilivyoona moto umeanza kureflect, na nikamwambia ndugu yangu, bwana unaona kule pembeni nini moto unawaka ule. Na kwa muonekano kabisa ulikuwa unaonekana ni moto mkubwa. Kwa hiyo tubidi sisi mimi na ndugu yangu tutoke nje kwenda kupiga kelele kuambia watu kwamba jamani, moto unawaka ndani ile kwa ajili ya kuomba kuhitaji msaada. Kwa kipindi tunarudi kutokana ile na material ambayo unajua yanatoka mtengenezo studio ya soundproof, yanakuwa ni rahisi sana kushika moto sponge. Kwa moto unaenea kwa haraka. Kwa kipindi tumerudi moto ulikuwa tayari umeshaanza kuwa mkubwa. Mlishindwa hata kuzuia wakati unaanza pale, akili iliwatuma moja kwa moja mkaomba msaada? Kwa picha ya muonekano mtu kwa macho kawaida ulikuwa unaonekana, ndio maana uliona tulitoka kwa mshtuko. Kwa ina maana ulikuwa umeshaanza kushika ndani kwa ndani. Kwa hiyo kabisa sisi tutaweza kufanya kuzima. Kwa hiyo kuja ilibidi lazima tutoke nje kwa kuomba msaada. Na hii imewahi kutokea before au kuna matatizo ya umeme kabla ya ili tukio kutokea? Studio kwetu hapa huwa hamna matatizo. Sasa sijajua shida ilikuwa nini labda. Lakini kwa mara ya kwanza pia kitu kama hicho kimetokea. Wakati huo moto unatokea, Mopao alikuwa wapi? Mopao alikuwa yupo. Hata mimi nimekuja kwa sababu kesho ilikuwa tunaenda na press conference pale Serena. Kwa hiyo nilikuwa niko nyumbani, kuna vitu nilikuwa nimeongea naye, ilikuwa lazima nije hapa nimsubiri. Kwa zile nimekuja nimetoka kuongea naye kama dakika 15, mimi nimefika kama dakika 5 mbele, akawa ameondoka. Akamwambia V, bwana mwambie Mula tu anisubiri, jambo niloongea naye tutakuja tutaweka vizuri. Kwa kipindi nimekaa pale, tumekaa tunarekebisha, kuna kitu ndugu yangu ananisaidia kwenye simu, ndo naona ile moment pembeni ya moto una nini unawaka pale. Kuna